Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi naitwa Harrison Ng'ang'a, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na nimekuja hapa ndio tuweze kusidikisha mpendwa wetu Winifred ambaye alituasha ghafla bila kwa heri, na kwa sababu ya upendo ule tuko naye naye kwake, na tuko na upendo mwingi sana kwa familia yake, tukasema kanisa mzima ikuje hapa imsidikishe. Na ijapokuwa tumewasha watu wengi kule, naomba washirika wa Central Church niwaone, maana niliona tu wafanyikazi. Washirika walikuja? Wapigieni makofi, asante, asante. Haya, kaeni. Sasa nitajaribu kupanda hapa niweze kuongea nikiwa juu. Na nimekuwa eneo hii hivi karibuni. Nilikuwa hapa Vihiga. Na nilikuwa nimekusanya wachungaji wote mpaka mchungaji wenu mkubwa wa Church of God, na aliniambia mko na kongamano kubwa na amenialika nikuje niwazungumzie, na itakuja. Kwa hivyo tumeanza urafiki na watu wa kanisa la Mungu, na sisi watu wa Christian Foundation Fellowship tunampenda Yesu, na huwa mimi ninahubiri kama nimeokoka na nimeoa mke mmoja ako hapa anaitwa Ruse. Ningeomba wasalimie. Na nimekuja na msichana wangu anaitwa Helen, hata yeye alikuwa rafiki ya dada wetu, na kila mmoja wenu nashukuru Bwana kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Umuhimu wa siku kama ya leo ni mtu akiondoka dunia, ni vizuri wale walikuwa na yeye waweze kutangaza ni mali yao, ama sio hivyo? Kwa sababu Biblia inasema siku ile tutafufuka, tutarudi kwa miili yetu mahali ilizikwa. So wakati mtu anakufa ni vizuri wenye yeye watangaze alikuwa wetu. Ndipo sasa tumekuja kutangaza Mwikali alikuwa wetu, na alikuwa wakati alikuwa hai, alikuwa amekiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na kwa hivyo hatuoni aibu tukikuja kumpumuzisha. Na mumesikia wapendwa wamejaribu sana kumfufua. Mimi sikusikia Bwana akisema tumfufue, lakini watu walikuwa wanasema vile tuliombea daktari akafufuka na huyu tumuombe. Ni vile hatukusikia. Tungesikia hata yeye tungemfufua. Na pia still tuko na time ya yeye kufufuka. Akikosa kufufuka tumpumuzisha. Bwana Yesu asifiwe. Na lakini vile mumeongea nyote mumekubali aende. Si nyote mumeongea hivyo? Mkamwambia bye bye, tutakutana tena. Sasa kulivazi hiyo maneno ndio ngumu. Na Bwana Yesu asifiwe. Na pia vile ningependa kushukuru Bwana kwa Frederick tulimwombea sana na Mwikali arudi. Mwikali alikuwa na agency sana ya kurudi, mpaka nilikuwa namuuliza unataka arudi ya nini? Ananiambia nataka arudi haraka. Alikuwa anafanya mkono hivi, nataka arudi haraka. Mpaka siku moja aliniambia nataka arudi mwezi huu. Nikamuuliza mwezi huu? Arudi kutoka Dubai kule, ameenda Qatar, atarudije? Akaniambia arudi mwezi huu. Ndio tulikuombea ukapata shida, ukakuja. La, tungefanyaje? Na mimi sikujua mke wako anakuitisha na nguvu hivyo kwa nini. Sasa tuliomba, nikamwambia tushikane mikono, tuamini, tumulete. Uliletwa mara moja, na kumbe angeenda kama uko kule. Ndio ulikuja, ndio uwe na yeye hapa. Sasa Fred, kujipe moyo, na kwa sababu unajua hata kwa Biblia kuna wamama waliondoka na njia hii. Hata maid ya Jacob, mke wa Jacob, unakumbuka Rachel aliondoka akipata mtoto wa pili Benjamin, na Benjamin kaliishi kuwa mkubwa mpaka akatoa mfalme wa kwanza wa Israeli ambaye anaitwa Saul. Na tuna watu wengi ambao baada ya kifo kama hii cha kustua, baadaye walirudi kuwa watu wa maana. Kwa hivyo ujipe moyo wa Frederick, na Mungu akuangalie maisha yako. Usifanye nini? Usikose njia. Na tena uangalie hiyo tusichana, tukue tukiwa tunaogopa Mungu vile mama aliwaonesha. Na unajua Mwikali si wa vita. Hata nilikuwa namuuliza unafanyia mzee kelele, akaniuliza mimi nifanyie Frederick kelele. Nikamwambia nikuuliza tu ndio nijue. Na kwa hivyo najua Frederick umepigwa pigo kubwa kama vile tumepigwa zote, lakini sisi ni wa Mungu na mambo haya ni ya Mungu.
na kila mtoto akikuja hapa duniani huwa anasema atakaa muda gani, na hauwezi kuongezwa. Hata ukiombewa na Archbishop na kumwagie pembe ya mafuta, hauwezi kuongezwa siku zile. Uliingia hapa ukapewa nyama za kukaa mpaka tarehe fulani, lazima uondoke tarehe hiyo ikifika. Sasa shida ni kuondoka na hauko tayari. Uondoke alafu mashaitani kuambie karibu mwenzetu ujiunge na sisi. Kwa sababu siku hizi watu wameenda kwa kanisa, badala ya kanisa iwabadilishe, wamebadilisha kanisa. Wamebadilisha kanisa. Na ilikuwa kanisa iwabadilishe. Sasa wameenda kwa church, wameibadilisha. Imekuwa kama dunia. Mpaka tunashindwa sasa tutafanya nini baada ya hii. Na mtume Paulo alisema maneno haya. Sijui kama utaangalia pamoja na mimi kitabu cha Korintho, uone vile Biblia inasema. Na family, pole sana baba na mama, nimesikia kwamba Muikali alikaa na nyinyi hapa siku nyingi. Sijui kama alikaa mwaka mzima hapa nyumbani. Kwa hivyo anaelewa hapa. Alikuwa ananiambia juu ya hapa, lakini nilikuwa nafikiria alikuja once. Kumbe kushaka najua ma neighbors. Na tunashukuru Bwana kwa ajili ya nyote mmekuja. Bwana asifiwe. Alisema atanilete hapa nihubiri. Kumbe ni mazishi. Kwa hivyo sasa hii si mazishi tena, ni crusade. Ni hubiri uokoke. Kwa hivyo ukisikia nimekugusa vizuri na neno lile niko nalo, please nikimaliza kuhubiri ukuje hapa nikuombee, umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu dunia iko karibu kukwisha. Ama nyinyi hamuoni ni kukwisha? Inakwisha. Mpaka watu wote hata wale wanaongoza wameshindwa wafanye nini. Kila kitu kimeharibika. Na alituambia akikaribia kukuja ati kutakuwa na mvuke wa moshi. Ukiangalia, ukipanda kama hapa juu, angalie kule chini unaona kuna moshi ya blue. Alisema kutakuwa na moshi ya blue. Ukiteremka Kisumu, uingie Kisumu, si unaona kila mahali ni blue. Wale wazee mko na miaka nyingi, unakumbuka ukiteremka kutoka hapa juu, hata ukiteremka hapa kwa ilikuwa Somiru uelekee Kisumu, ilikuwa hakuna moshi. Siku hizi hauoni vizuri, unaona mpaka maji yenyewe imekaa kwa moshi. Na alisema akikaribia kurudi tutaona hiyo mvuke wa moshi. Ni wewe tu umekataa kuokoka vizuri, ukaenda kubadilisha kanisa badala ya ikubadilishe. Uliza jirani, ni kubadilisha unabadilisha kanisa yenu ama ni wewe inabadilisha? Uliza yeye. Nikitafuta ni wapi tutasoma. Na bila shaka amekuhakikishia ni yeye anaibadilisha. Badala ya abadilishwe. Ukiangalia kwenye Korintho wa kwanza sura ya 5, nitaongea tu kidogo ndio niweze kumaliza mambo haya. Mstari wa 9. Paulo aliongea. Unajua hapa pande hii ya kwenu Maroba inanyeshanga bila notice. Wapi Maroba? Ya hapa kwenu inanyesha bila notice. Nimehubiri mara nyingi pande hii. Inanyesha ghafla papa Lake Victoria. Inaleta mvua bio. Na niliwaandikia katika waraka wangu kwamba msishangamane na wazinzi. Sisemi msishangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii au wenye kutamani na wenye kunyang'anya na wenye kuabudu sanamu, lakini mambo niliyowaandikia kwamba msishangamane na mtu aitwaye ndugu. Hapa ndio nataka mshike. Hiyo ni mstari wa 11. Korintho wa kwanza 5. Inasema ukiona mtu ameenda kwa kanisa na ameshindwa kuacha dhambi hizi, huyo mtu usikubali urafiki na yeye. Kwa sababu ameenda kwa kanisa kuibadilisha, na Mungu alikuwa ametengeneza kanisa ibadilishe watu. Yeye ameenda kwa church, ameibadilisha. Akasema mambo haya, na ninaongea hivi kwa sababu hivyo ndivyo nilihubiria dada wetu Winifred wakati alikuwa hai. Na akasikia vile ninahubiri bila mimi kujua na mtayarisha kwa eternity. Kama ningecheza nikihubiri, angeenda njia nyingine. Na mimi nikihubiri huwa sihubiri na mchezo, kwa sababu ninajua naweza kuwa nahubiria mtu mwingine hapa mara ya mwisho sitamuona tena. Zamani nilikuwa sichukui mambo ya kuhubiri uzito sana. Nilikuwa nahubiri alafu naambia watu na msichukue hiyo maneno kwa uzito, badikeni polepole. Mpaka siku ile nilihubiri na wazee waliokuwa mbele yangu wakinisikiliza walikufa. Niliwashwa nikijiuliza, na sadi nilicheza na wao ama nilihubiri vizuri? Kumbe hiyo neno nilikuwa nawapa Jumapili ndio ilikuwa ya mwisho. Kama sikuwasaidia walienda hero. Na wale wako hapa wanafikiria hakuna hero. Wale wametuambia kuna hero waliandika kabla hujazaliwa.
Sasa wewe na Biblia iliandikwa hujazaliwa, unangoja kuikanusha na umezaliwa juzi kitu gani? Fuata vile waliandika. So ukiona mtu ameenda kwa kanisa, na hapana sema ati kanisa yetu inafanyanga hivyo, kanisa ni watu. Ukiona mtu ameenda kwa kanisa na Biblia inasema ya kwamba mtu huyu anaitwa ndugu ama dada akiwa ni msinzi, huyo ni mtu ameenda kwa kanisa la Bwana na ameanza kuongeza wanawake tu na anaitwa ndugu. Ndugu George ako na mke mpya, hata tumeenda kumsalimia. Hata dada yetu Mary, kuna rafiki mwingine ako naye. Tunasikia ni kwa sababu mzee ni kama hii maneno yote ni ya kubadilisha kanisa. Na Paulo anasema ukiona inaendelea watu wale wanafanya hivyo msiwafuate. Hawa ndio watu wameingia kwa kanisa kuibadilisha, baada ya kanisa iwabadilishe. Na dawa ya mwisho ya dhambi iko kanisani. Kama kanisa dawa yake ambaye ni neno la Mungu imeshindwa kutibu dhambi zako, hakuna dawa ingine duniani. Ama kuna ingine? Dawa ya mwisho ni church. Hizi kanisa zote mnaona kwa msalaba, hata zingine zimewekwa kwa zinajengwa na mabati, ingine iko chini ya mti, yote imetengenezwa ikumalizie dhambi. Kama imeshindwa, ni daktari gani atakuletea dawa umese uache kufanya dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Kama ulienda kwa kanisa miaka 10 imepita na imeshindwa kuondoa dhambi, unataka kuniambia itaondolewa na nani? Na mwenye kanisa ndiye mwenye mbinguni. Si nikusema wewe sasa ni kuni za kuwekwa motoni milele. Maana kama Yesu ameshindwa kukutoa dhambi, ni shetani atatoa. Kama mhubiri wenu ameshindwa kukubadilisha, utabadilishwa na nani? Sasa umehubiriwa hapa na Waluya, hawa wahubiri wa kutoka hapa mpaka wamevaa uniform ya kuhubiri. Haukushika. Angalia nimeletwa kutoka Nairobi. Uonekane kama kabla hujaondoka dunia utabadilika. Na pengine utawasha ukisema na ameongea. Na haukubadilika. Na ameongea huyo mtu. Siku hizi kumeharibika mpaka nimesikia mtu akitoa ushuhuda mpaka nikamnyang'anya microphone. Akasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi nashukuru sana kwa George my husband. Huyu ni mwanaume mzuri. Hata nikimlinganisha na wanaume wale wengine wamenioa 3, huyu ndiye best. Kaona ataniharibia wadada. Nikazima kinanda. Nikamwambia kesho nitakupatia. Lakini alipoketi chini nikamwambia hakuna kesho. Wewe unakuja kutufundisha tabia baya. Tumekuja hapa tunajaribu kukazana na hii bwana wake. Watusheke na mwanaume mmoja na wewe unawaambia uko na 4. Wataenda biguni gani? Na mwenye biguni alisema kamoja. Kama unataka kwenda kwa Yesu, si lazima usikilize alisema nani ataenda huko. Lakini hauwezi kusema unaenda kwa Yesu na haufanyi vile anasema. Maana bingu ni ya kwake. Na ni yeye alisema hiyo maneno. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, kwa hivyo wale mnaona wako kwa kanisa, ile tabia ya kutafuta wanawake, kutafuta wanaume ameileta mpaka kwa kanisa. Huyu mtu si wetu. Anataka kubadilisha kanisa. Anataka kanisa imbadilishe. Na kwa hivyo kama uko na mke utosheke na kwako. Na kama uko na mzee utosheke na mzee wako. Hata ukiona mwingine mnono, wanafanana tu. Tofauti ni kunona. Hata ukiona madam mnono pande ile unatakaga wanone, ni pande hiyo tu imenona. Ni mama tu ya kawaida. Wanafikiria ati kuna vitu hivi. Hakuna ngazi ziko hapo. Wanafanana. Wanaume hao wanafanana. Hapana enda kufikiria ile angekuwa wangu sasa ingekuwa Kama uko naye nyumbani, bora tu wanafaa turuhusa na anaenda kazi. Na hata kama haendi kazi analeta watoto, sitosha. Ndio Biblia inasema ukienda kwa kanisa uache tabia zingine, hata kama unasikia mwili inataka, unaiambia hautaenda. Kwani breki za gari ni za nini? Kama hii gari nimekuja naye hapa saa hii, iko na breki. Unajua kwa nini imewekwa breki? Kwa sababu itataka kuenda mahali sitaki. Nikiona inaenda mahali sitaki na kanyaga breki. Na sisi katika maisha yetu Mungu alituweka breki ya kiroho. Inaitwa self control. Ukisikia unataka kwenda kwa mudada unakanyaga.
Ya, ukiona kimzee kinono usikie unataka kwenda kwake. Lakini watu wengine ni kama break ziliisha. Zilikuishia wapi? Mlifanya nini ndio ziishe? Ya pili ni gani? Ni mwenye kutamani. Dhambi za kutamani ni baya sana, maana ni kutamani kitu ambacho si chako. Hata saa hii tangu tukuje hapa umetamani nywele za watu na si zako. Ukaangalia nguo ya mtu ukatamani, kaangalia nyumba ya mtu ukatamani, unaangalia mke wa mtu unatamani. Biblia inatuambia kwamba wenye kutamani dawa yao ni kanisani, na kama kanisa imeshindwa, hero. Haya, uliza jirani, ninaenda kumaliza, umuulize kuna kitu unafanya na kanisa imeshindwa kukumalizia. Muulize, tusaidiane, muulize. Ako na kitu kanisa imeshindwa kumaliza, mwambie utamaliziwa na moto. Maana Yesu dawa yake imeshi. Hata wakati tunaenda kwa hospitali kuangalia mgonjwa, madaktari huwa wanatuambia tumefanya vile tunaweza kama wanadamu. Dawa zote tumemweka, tumeshindwa. Sasa mpeleke nyumbani apumzike. Hata sisi kanisani wahubiri tumefika hapo. Kuna watu inafaa tuambiwe wapelekwe nyumbani, maana dawa imeshindwa. Hii mtu tumekaa naye miaka 10 hawachi, atakwambia nimerudia tena, niombe. Atakaa nimerudia tena, mpaka unaona hii dawa imeshindwa. Hii mtu sasa tumfanya namna gani? Haya, hiyo ingine ni gani? Ninasoma mstari wa 11. Bwana asifiwe. Gani ingine ya 3? Kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu, mambo ya ushawi, mambo ya kuinamia miungu, mambo ya kuongea na vitu usiku, mambo ya kuroga, hizo zote ni kuabudu sanamu. Na mimi ninaona dawa ya kuasha ulogi, ushawi, kuabudu sanamu, kuinamia vitu usiku, kuongea na mashaitani, hiyo dawa yake iko kanisani. Lakini kama umeenda kwa kanisa na bado unaroga, wewe unataka tukutolee dawa wapi? Mzungu amekuja hapa, haukuacha kuroga. Harrison amekuja, utaroga jioni ya leo. Na unaenda kwa kanisa na unasoma Biblia, wewe unafikiria dawa nyingine itatoka wapi? Dawa yako sasa ni kukuweka kwa moto. Ushomeke vizuri na upiduliwe. Ushomeke pande zote mbili. Si mlisoma kutoka wakati mlikuwa wa Sunday school, si mlisoma tajiri na Lazaro? Si mnakumbuka tulisoma habari ya tajiri na Lazaro? Tajiri si alikuwa anafanyia Lazaro kelele sana. Anasema kale kama mtu unaweka pale nje baba. Alipoenda hero, moto ilishika wapi kwanza? Mdomo. Na wewe ile mahali inafanya dhambi ndio itashika moto kwanza. Paka shosho yako anakuangalia na kuuliza, kwani unashika moto pande gani? Kwa sababu mahali kama unafanya dhambi na mikono itashika moto. Niulizie jirani ndio ashike mahubiri vizuri. Dhambi ile unafanya sana iko pande gani? Maana hiyo ndio itashika moto kwanza. Tajiri dhambi yake ilikuwa kuongea. Alikuwa anaongea vile anataka. Moto ilipokuja ilishika wapi? Mdomo. Mpaka akasema naomba ambia Lazaro aweke kidole chake kwenye maji, aniweke tu kidogo kwa ulimi wangu na shomeka. Nafikiria umenyamaza hivyo ukiangalia mahali moto itashika kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na hii maneno ni mazito. Na sijui kwa nini mtu akikaa na mke mmoja anasikianga akitaka kubadilisha. Ni nini inakuanga hapo? Unakaa na mzee na umekaa na yeye sana unataka kubadilisha. Hata mtu mmoja aliniambia, unajua mke wangu sasa amezeeka, hata kwa nyumba sasa ukimtuma kitu haendi. Nikaona Mungu anipatie kaesta vile alipatia Ahasuerus kaesta. Nikaona na kweli tuko na vita. Heri waliokufa katika Kristo. Vita ya mwekali imekwisha. Hata itishwa mzee ingine tena.
heri waliokufa katika Kristo, ndio kitabu kinasema. Lakini wewe uliye hai kwanza, nyinyi wazee mko hapa, Bwana asifiwe wazee. Biblia inasema ukiangalia mwanamke umtamani, umefanya nini? Sasa swali langu ni hili, tangu tuanze hii maombolezi, wakati tulikuja hapa asubuhi na maua ya Nairobi imejaa hapa, umezini na ngapi mpaka saa hii? Umemalizia wangapi? Kama kuna mzee karibu na yeye muulize, umemalizia wangapi saa hii? Confess your sins. Nao wadada ni kama wameambiana wafai, wamefaa. Mumewaona? Mumewaona? Kumbe mliangalia. Hiyo ingine ni gani? Akiwa mzinzi, mwenye kutamani, mwenye kuabudu sanamu. So wakati wowote unaweka kitu cha kukusaidia, shamsi, unaweka vitu kwa shamba yako ikulinde, unaweka vitu kwa nyumba zikulinde, we mwenyewe unaweka kwa mwili wako zikulinde, wewe ni muabudu sanamu. Hiyo ni sanamu yako unaabudu. Hata kama uko kwa kanisa, hata kama unaongoza, hata kama unahubiri kama mimi, na uko na kakitu umeweka hapa chini ya mkono, na ingine hapa, na ingine hapa ya kukulinda mbele na nyuma, na unahubiri. Wacha nikuambie, wewe ni muabudu sanamu anayehubiri. Muabudu sanamu anayeongoza kwaya. Muabudu sanamu ako na kara. Muabudu sanamu ambaye anaongoza kanisa. Muabudu sanamu ambaye anatutangazia saada hii matangazo. Kutoka hapo ni watu wale wote wanatukanana. By the way, uliza jirani, uliwacha kutukanana? Watu hawajui matusi inachukuliwa kwa uzito sana kwenye ulimwengu wa kiroho. Matusi inachukuliwa kwa weight kubwa. Na kwa hivyo watu wale wote ambao huwa mnatukanana, matusi inachukuliwa kwa uzito. Kwa uzito. Na unajua sasa, wakati tulikuwa tunalelewa nyumbani, wazazi walituita vitu nyingi, kuku. Katuambia hatuna akili. Nasikia mzazi anaita mtoto wake na niye amezaa punda. Na unajua tu ni punda inaweza kuzaa punda. Wengine wanaita mtoto umbwa. Baada ya hiyo tunaiba nyimbo. Twende zote nyumba ya. Ni mtukanaji akiiba nyimbo. Na Biblia inasema mtu yote mtukanaji hata faulu kuingia. So kama haujamaliza matusi na Yesu na damu yake na Biblia na mahubiri imeshindwa kumaliza matusi kwenye mdomo yako, wewe sasa unangojea moto ndio itamaliza. Maana dawa ya Yesu imeshindwa. Dawa ya Yesu ni neno. Dawa ya Yesu ni mahubiri. Dawa ya Yesu ni hizi nyimbo tumeiba hapa. Dawa ya Yesu ni hizi manguo unaona tumefaa, uniform ya kanisa. Hizi makofia unaona na washugaji. Ndio dawa ya Yesu. Imeshindwa. Bado unatukanana. Basi kile kitakuweza sasa wewe ni moto wa milele. Maana Yesu na dawa zake umekula zote, umeshindwa. Mpaka umekula mesa ya Bwana. Umekula mpaka mkate. Hata kanisa ingine ni kuwekwa, umewekwa mkate. Tukifikiria utawacha kutukanana. Na ukiwa na mkate unatukana mke wako jioni hiyo. Na wengine ndio wanafanya kazi mzuri kanisani na jioni anapiga mke. Ndio unaona mwanamke akisikiliza wewe ukiongea hapa, unaona ako na shughuli zingine. Kama ako na mtoto unaona ni mtoto tu anarusha juu. Maana shida ile shaitani inasema nini? Mchana wewe ni mzuri, usiku napiga mke. Sasa ukifika mbinguni utasema nini? Matusi, mtukanaji. Huyo mwingine ni nani? Ninamuuliza ndio watu wasifikirie ni Biblia yangu nilisoma. Huyo mtu mwingine ni mtu yule anakunywanga pombe. Hata kama ni mzuri na amezaa watoto wazuri, ni mlevi amezaa watoto wazuri. Na hakuna mlevi ataingia kwenye ufalme wa mbinguni. Na kama kanisa imeshindwa kuondoa kiu ya pombe na ulevi na vitu vingine vya kulevya na vitu vingine vya kuharibu hekalu kama sigara na vitu vingine vya moshi, kama kanisa imeshindwa kukuondoa hizo vitu,
Hakuna dawa ingine tuko naye Nairobi. Hata Nairobi ni kuhubiri tu. Hata Nairobi ni kuombea watu tu. Hata Nairobi ni kuvaa hizi nguo tu. Hatuna dawa ingine hata iko Nairobi. Hata ukienda Nairobi utawacha. Kama hii dawa ya hii makanisa tuko naye hapa imeshindwa kazi, ai wewe pumuzika. Hauwezi kupona. Na hivi nawaambia kuna watu hawawezi kupona. Wewe fikiria. Niliona mtu mmoja anaibisha kwaya nikiwa kwa mazishi, aliibisha kwaya kwa mazishi mpaka nikasema na hii mtu tutaenda naye Nairobi, akaibisha kwaya ya Nairobi. Alipomaliza kukaa chini nilienda kwake nikamwambia mzee, na kuomba twende na wewe Nairobi. Hivyo umeibisha kwaya leo, uibishe kwaya ya Nairobi. Nataka iwe inaiba hivi. Mzee anaiba. Akaniambia hapana kibishop. Siwezi kwenda kwako Nairobi. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia unaona hivyo nimeimbisha watu inataka bangi kidogo na pombe kidogo ile kali. Ukishanganya unaibisha watu hivyo. Nikamwambia na kweli usikuja Nairobi. Kwa nafikiria ni Mungu, kumbe ni mchanganyiko wa pombe na bangi. Na kweli huyu mzee alikuwa anaenda na macho ilikuwa kubwa, ninafikiria imekuwa kubwa ni kwa sababu ya mafuta ya kuibisha. Kumbe ni bangi. Mtu kama huyo niambieni sasa halafu akufe, ataenda wapi? Kanisa imeshindwa kutoa bangi. Na nyinyi mnajua dunia inasema mtu anayekunywa bangi akiwasha inakaa miaka ngapi ndio itoke? Process ya kutoa bangi kwa mwili yako ni miaka 7. Wale hamoja mkoka munisikie vizuri. Hiyo bangi unafuta saa hii itakwisha 2025 plus 7 2032 saa hii ukikubali kuokoka. 2032 ndio sasa bangi inakwisha kabisa. Lakini tunaamini Yesu anaweza kuimaliza ghafla. Lakini kama Yesu ameshindwa kutoa bangi kwako, ameshindwa kutoa pombe, ameshindwa kutoa ushawi, ameshindwa kutoa hizo vitu, unafikiria zitatolewa na nini? Na hii ndio dawa ya mwisho ya dunia. Nyinyi mnajua Biblia, Mwanzo, Genesis mpaka vitabu vya Genesis mpaka mahali Exodus imeanza. Mungu alikuwa na kina Ibrahim na wengine, alikuwa anawaongelesha moja kwa moja. Alikuwa anaongea na Nuhu. Hai, akaona dhambi hazitoki. Akaambia Musa, baada ya nimaliza watu kuja tutengeneze amri 10. Wakatengeneza amri 10. Waliwacha dhambi. Hata Mungu akawaongeza zingine 613. Wakawa na 613 commandment. Hai, Mungu akaona hata ndio dhambi zimekuwa nyingi. Akasema sasa ni manabii. Akaanza kutuma manabii. Kama Elijah anaitisha moto. Unakuja chini. Watu waache dhambi. Hawakuacha, waliwacha tu kidogo. Kwa hivyo Mungu iko hai. Nilienda hapa Kitale kuhubiri. Niliona mama iko mnene kama iko na mimba kubwa. Nikaambia Asha, huyo mama mumuangalie. Tukianza kuomba hapa anguke chini, tutakuwa na kesi hapa. Mimi niliona kitu sikuamini na macho yangu. Wakati nilianza kuomba, mama aliruka juu, akaanguka na tumbo. Nilijua mimi kuisha. Mtu amekufa kwa mkutano. Asha wale nilikuwa nimepea kazi, wakatoroka wote, hata sikuwaona karibu na mimi tena. Wakaenda kufanya ushering na huko nyuma. Nikawacha hapa na mama. Nikafanya kazi, nikajua huyu mama sasa ndio itakuwa kesi, nitafanya nini? Nikimwangalia naona amelala kabisa. Nikaombea watu, nikafanya kazi ile nilikuwa nafanya. Alafu mama nikaona ameanza kuamka. Nikasema angalau tu atakuwa hai, hata kama atapoteza mtoto na atapoteza pengine mwili yake itaharibika. Lakini aliposimama hakuna mtoto ilikuwa. Akawa flat. Hata nguo zilianza kuanguka chini maana zilikuwa kubwa. Mama nikamuuliza kwani mtoto ameenda wapi? Akaniambia si mtoto. Hiyo mimba imekuwa hapa miaka 8. Hiyo sio mtoto. Daktari anaenda, ameangalia, ameniambia hakuna kitu. Lakini inazidi kuwa kubwa. Hai, nikajua ni muujiza. Mama alipoona hiyo muujiza aliniambia mimi ni muuzaji wa shanga. Nimeuza shanga miaka mingi. Nataka kwenda kuambia watu wale tunakunywa nao vile Bwana Mungu amenifanyia. Nikajua atawaleta wote. Na aliwalete. Lakini shida aliwalete walevi 10 na kitu, na hata yeye alikuwa mlevi.
Nikamuuliza mama, baada ya kufanywa vile ulifanywa ulikunywa? Akaniambia ni kukunywa ya kusherekea. Kama ni wewe ungekuwa na tumbo kama hiyo miaka 10 uponywe, hauwezi kusherekea? Ndio niliona kuna watu ambao hata nguvu imeingia hivyo lazima akunywe. Na wale wote walikuwa wananifanya kidole hivi, wanasema Mungu bare. Nikaona kuna watu wameruhusiwa na Mungu kwenda kanisani, lakini dawa ya Mungu imeshindwa kuwafanya wawache dhambi. Mnataka tufanye nini ingine? Tumehubiri kutoka Genesis. Sasa wakati Mungu aliona manabii wameshindwa, miujiza imeshindwa, alifanya nini? Biblia inasema, alisema nitamtuma mwana wangu. Mwana wangu atafanya wawache dhambi. Alikuja na kuambia hakufika miaka ya mwekali. Akifika 33 alikuwa hayuko huko. Hata hakuruhusiwa aoe na tungekuwa na watu wao huko. Akasukumwa. Na sisi tukaambiwa, kwa sababu mimi Mungu wa mbinguni sina dawa ingine, sasa mumwamini mwana wangu mtaokoka. Na ndio tuko na kanisa. Ndio mapasta wenu wamesimama hapa. Ndio sisi tumekuja hapa. Ati sisi ndio tuko na dawa ya mwisho. Na imagine imeshindwa. Wamama, imagine dawa hii imeshindwa. Sasa ni nini tunangojea? M-O-T-O, moto. Hii inangojewa. Kulingana na vile mmenyamaza, dawa ni kama imeshindwa. Hata ukipigwa dosi kama 5 unakaa kwa kanisa kwa si asubuhi mpaka kesha jioni. Asubuhi hii ingine unalala kwa jirani. Hiyo dawa imeshindwa kabisa. Unasikiliza vizuri vile ninahubiri, unasikia ni kama umebadilika na unasema mimi nimeona kuna Mungu. Alafu jioni unakunywa. Dawa sasa imeshindwa. Ni vile mtu anapigwa sindano na daktari, unarudi unamwambia sikusikia kitu. Anakuambia unajua umefika dosi ya mwisho. Sasa huwezi kusikia. Mlevi. Hata yule anakunywanga kama mwingine aliniambia, mimi sikunywi pombe ati nasubua mke wangu. Hata ukiuliza mke wangu, mimi nakunywa naingia kwa blanketi najifunika. Hapa haikusema mlevi ya kusubua watu, ilisema mlevi. Hata kama unakunywa na uko peke yako kwa nyumba, hakuna mbinguni. Utaenda kutusubua kule ukiitisha pombe. Najua kuna watu watatuzubua mbinguni wakiruhusiwa waingie. Wananyamaza na kuambia, yani mlisema mtu hata hawezi kusalimia mkewe. Anakaa na kuambia wewe mwaka mzima hatuja kula kitu pasta. Kwani mlisemaje? Ndio Bwana alisema tukiwa hapa duniani tushinde mwili. Bwana Yesu asifiwe. Wa mwisho ni mnyang'anyi. Mnyang'anyi ni mtu ambaye anachukua vitu vya watu wale wengine. Tangu uokoke kuna kitu umechukua ya mtu? Na mimi huuliza swali hili kwa mazishi. Kama hii nitataka kuuliza. Kama tangu ukuje duniani haujawahi kuiba kitu ya mtu. Inua mkono. Nione mko wangapi. Tangu ukuje haujawahi kuiba kitu ya mtu hapa duniani. Kwa hivyo nyote ni former thieves. Nyinyi ni waizi wa zamani. Kwa hivyo ni kusema ukikosa kuwa mwangalifu, utaenda kwa kanisa na uibe ukiwa kwa kanisa. Wakati Judas dawa ya Yesu ilishindwa kumumalizia wizi, alienda hell, hakuenda heaven. Na alikuwa na dawa yenyewe mahali inachemka. Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuwa naye hapo, na bado anaiba akiwa hapo nyuma yake. Anasema hii ni yangu, anaweka kwa mfuko. Na hakujua ni dawa hako naye. Na wewe nikitaka kukuambia, kama ile kanisa unaenda imeshindwa kukuondolea mambo haya, we give up on you. Wewe ukikufa hivi, tukuje tukuzike na heshima, lakini hautafika kwake. Kwa sababu ile dawa alitoa duniani ilishindwa kukutibu. Zinaitwa dhambi za siri. Hata Daudi mwenyewe anasema, Mungu niokoe na dhambi za siri, secret sins. Ni dhambi ambayo unafanya lakini sisi kanisani hatujui. Hatujui unaifanyanga, unaifanya huko chini. Dhambi ya siri ni hatari. Na hakuna mtu anajua unaifanya. Wamama, washeni kutukana watoto. Wamama, washeni kutukana wazee. Wanaume, washeni kutukana wake zenu.
Na wazee wengine wanatukana wake zao na ile kibaruhia original. Hata hachiki vizuri, unasema nini? Mama anaenda kutafsiriwa kwa jirani, niliitwa hivi, nikusemaje? Ndio anaiba uliitwa hivyo. Na huyo mtu ako kwa kanisa sade. Ainuliwe Yesu. Ndio unaona hata shetani anasema I love this game. Fanyageni hivyo. Mnafanya uovu, mnaenda kanisani na isiwabadilishe. Na ndiposa unaona watu wameruhusiwa waende kwa kanisa lakini wasibadilike. Na mtu akibadilika tunamuita mjinga. Kwanza ukiwa msishana ama ukiwa kijana, ukae sana ukiwa peke yako, haufanyi dhambi na wanawake na wanaume wale wengine, tunakuwa na mjinga, hauna akili. Lakini wewe ndio dawa ya Yesu imefanikiwa. Bwana asifiwe. Ninataka niwaombee kwa sababu mimi nina imani ya kwamba Bwana alinilete hapa niweze kuwasomea mambo haya. Na nimesoma Korintho wa kwanza sura ya 5 na inasema hivi ya kwamba watu wa namna hii msikubali hata kukula nao. Imagine neno la Mungu linasema mtu akiwa akuna tabia hii na kanisa imeshindwa kumbadilisha, hata akikula usikule. Unamwambia mimi nimeshiba. Kwa hivyo ni kumaanisha ni hatari ya kwamba kuna watu wanaweza kufanya wale wengine washikwe na hiyo ugonjwa ambaye haukuishi. Nimetumwa na Mungu nikiwa mgeni. Utamwamini, ugeuke uache dhambi zako. Mimi sijatoka area hii, nimeletwa na dada yetu hapa. Lakini nimeletwa nikuambie ya kwamba kuna maneno ambao unaendelea kufanya na huko kwa kanisa, dawa ya Yesu imeshindwa. Na dawa ya Yesu ikishindwa, alisema yeyote ambaye hataamini atahukumiwa. Na Biblia inasema kwa Kisungu, it is appointed unto man once to die and then judgment. Imeamrishwa mwanadamu afe alafu ahukumiwe. Na kitabu cha Warumi inasema everyone shall give an account of himself. Siku moja utasimama mbele ya Mungu uambiwe peana account. Uliishi namna gani tangu wakati uliingia duniani? Na hapo ndipo utasikia ukiulizwa maneno unasema mimi hiyo nilisahau. Watendao mambo ya jinsi hii hawataurithi ufalme wa mbinguni. Hiyo neno nimewafikishia, likikosa kukubadilisha na lile umesikia kwa wahubiri wetu hapa kijijini, wacha nikuambie wewe dawa ya Yesu imeshindwa. Niulizie jirani, una suspect dawa ya Yesu imeshindwa? Uliza yeye. Inawezekana imeshindwa. Unajua watu wanafikiria ukihubiri vile ninahubiri ate umeweza. Kuweza ni kushinda mambo haya. Unaweza kuhubiri, unaweza kufanya kazi kubwa sana kwa kanisa, lakini hii maneno kama umeshindwa kuacha, ukisha kufa uwekwe kwa jeneza, uondoke. Hapo ndipo unakuta judgment. Wanakuambia hatukujui. Dawa ile tulikupatia ilishindwa. Tunyanyishe uso wetu tuombe. Nataka wakati umeinama ujiombee mwenyewe. Mimi ile kanisa ninahubiri tunaomba zote, kila mtu anajiombea. Tunajitetea maana kitambaa ya hekalu iliondoka, kila mtu ajitetee kwa Mungu. Naomba watu wa Mungu kwa dakika moja tujitetee kwa Mungu. Uwe mhubiri kama mimi, uwe mshirika wa kanisa, ufanye kazi, jitetee kwa Mungu. Na kama dawa ya Yesu imeshindwa kukuondolea hizi vitu, nataka nikuambie Biblia ndio itadumu. Biblia inasema miili ya wanadamu ni kama nyasi, inakuwa green asubuhi, jioni inanyauka, lakini neno la Mungu linadumu milele. Hiyo neno nimesoma ni ya milele, lakini mwili yako siku moja itanyauka kama nyasi na watu wataizika. Lakini hilo neno nimesoma litadumu milele. Wale waliandika hilo neno nimesoma walikufa, hawako duniani. Wale waliinakili wakaiweka kwa Biblia hawako duniani, miili yao iliondoka. Lakini hilo neno nimelisoma leo 2025 na iliandikwa mwaka wa 100 hivi tangu Yesu aondoke. Miaka michache tangu Yesu aondoke ndio iliandikwa. Lakini angalia mpaka leo tunaisoma. Ongea nisikie ukiongea. Ongea nisikie ukiongea. Jitetee. Pass
pastor hawezi kukutetea, hata yeye anajitetea, hata watumishi wa Bwana wanajitetea. Maana Biblia inasema there is no one perfect before him, na inasema you shall be perfect as the heavenly Father is perfect. Hakuna aliye mtakatifu, hakuna aliye msafi, lazima tujitakase. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, wakati watu hao wameinamisha nyuso zao, kila mtu atajitetea mbele zako. Hakuna atatetewa na pastor wao, hakuna atatetewa na kiongozi wa dini yao, hakuna atatetewa hata kama anakaa kwake. Kila mtu atajitetea na makosa yake na dhambi zake. Naombea watu hao wote wamenisikia siku ya leo, kama watasikia hili neno na wageuke, maisha yao itabadilika. Baba, usikie kilio cha wachache wanaokulilia, sikia kilio cha wamama, sikia kilio cha wazee kama mimi, sikia kilio cha wasichana, sikia kilio cha vijana. Yeyote atakayekuita siku hii, kumbuka neno lako vile limeandikwa, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yule ataliitia hilo jina lako Bwana ataokolewa. Hiyo jina akiliitia ataokolewa. Na yeyote ambaye Bwana atapuuza, aone hiyo ni mambo tu ya dini, siku ile ataondoka, atakuja kuona tuliongea ukweli, maana ukweli ni neno lako. Baba, naomba huruma kwa hiki kijiji, Elia hii wahurumie Bwana. Wale wote wameamini mambo ya usherati, mambo ya uzinzi, mambo ya kuabudu sanamu, mambo ya ushawi na ushirikina, mambo ya kuroga na kurogana. Baba, naomba uwanenena hiyo maneno, wabache kuabudu sanamu, warudi kwako, waponywe na dawa iliyoko kanisani, dawa ya neno. Baba, naombea watu wale wote wanafanya kunyang'anya, naombea walevi wote wamejaribu kuwasha pombe, wameshindwa, ya kwamba kuna dawa katika nyumba ya Bwana. Na ninaombea Wakristo wenzangu Bwana, wale waliingia kwa kanisa wakakataa kanisa iwabadilishe, wao wenyewe wakabadilisha kanisa ikawa na dhambi nyingi. Baba, naomba uwape second chance kama vile ulipa Samson chance ya pili. You are a God of second chances. Ulimpatia hata Kaini chance ya pili wakati ulimhukumu, alisema ni kali sana, na ukampa chance nyingine. Na sisi Baba, walio karne hii ya mwisho, tupatie nafasi ya pili Bwana. Tupatie nafasi ya pili. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Sasa ni wakati muhimu sana wa mtu yoyote amenisikia nikihubiri akasema ningependa kuokoka, ningependa kuacha maisha ya dhambi, ningependa kumfuata Yesu. Kama wewe ni mmoja wa watu hawa, simama ukuja hapa, nimesimama, nitakuombea uokoke. Wajana na Jenesa tutarudi pande yake part 2. Lakini kama uko hapa, umesikiliza vile nimehubiri, umesema mimi ningependa kumfuata Bwana Yesu, ningependa usimame ukuja hapa bila kuogopa, na mimi nitakuombea. Ukikataa, mimi ujue nitarudi kwetu tu leo, lakini utakuwa umesikia neno na umelipuuza. Kuna mtu kama huyo, asimame akuja hapa karibu na mimi na nitamuombea ukoke. Simameni nyote sasa na miguu yenu, kila mtu mahali amekaa simama, isipokuwa uwe mgonjwa. Wale wagonjwa wakae, lakini wale ambao sio wagonjwa usimame na miguu yako, niweze kupatia watu nafasi waweze kusema mimi nitamfuata Bwana Yesu. Kuna mtu kama huyo? Kuna mtu kama huyo anasema mimi nitamfuata Yesu? Hakuna mtu hata mmoja. Basi nitamaliza na kusema ya kwamba nitaombea wagonjwa. Mimi nilipewa kipawa na Bwana ya kuponya wagonjwa. Na mtu ambaye kifo yake haijafika lazima apone. Kama wewe ni mgonjwa, unaumwa na mwili, unaumwa na kichwa. Nikihubiri hapa nimeona mtu ambaye mifupa ni hapa mgongo, imekupeleka hospitali, imekupeleka wapi haiponi. Nilipokuwa nikihubiri hapa nimeona mtu ambaye sijui kama ni ugonjwa gani, lakini zinaitwaje? Zinaitwa ile ugonjwa inashika viungo vya mwili, magoti inauma, kila mahali inauma. Nimeona mwingine ambaye kuna kisungusungu, nimeona mwingine ambaye tumbo yako imeanza kuwa kubwa for nothing, inaanza kuwa kubwa. Watu hao wote ambao ninawaita, inua mkono mahali ulipo, mimi niombe.
na hiyo ugonjwa itaondoka katika jina la Yesu. Na hata kama uko na ugonjwa mwingine sikutaja, uamini na mimi. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, umeshuka Baba, tunakusikia uko hapa, na tunakuomba chochote unataka kufanya hapa ufanye. Na zaidi Baba, kuna watu wameinua mikono kwa sababu ni wagonjwa. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba utanyosha mkono wako ulio hodari juu ya watu wale wote wagonjwa, wale wote wameumia mwili, wale wote wanasikia ushungu. Na kemea hii ugonjwa katika jina la Yesu. Na kemea hii ushungu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba ya kwamba maumivu yote, maradhi ya aina mbalimbali, mashida ya ngozi, mashida ya miguu, mashida ya kichwa, mashida ya nafsi, ninaomba ya kwamba wapone katika jina la Yesu. I rebuke this disease. I rebuke these sicknesses. Na nimeziamuru ziondoke kwa miili ya watu katika jina la Yesu. Na Baba, ninaomba uponyaji ushuke kwao, wapone. Hiyo kifua ipone, hiyo kupumua apumue vizuri. Naomba hiyo mifupa yote na misuli yote iwe mzuri. Naomba hiyo muscle problem ipone katika jina la Yesu. Ninaomba Baba, hiyo shida ambayo imefanya tumbo iwe kubwa for nothing ipone. Naomba shida ya acidity yote ikwishe katika jina la Yesu. Ninaomba shida ya kufura mwili ikwishe katika jina la Yesu. Na zaidi Baba, naombea kina mama ambaye hawapati watoto na wakaenda mpaka kuabudu miungu mingine ndio wapate watoto. Naomba leo kwa neno la maombi yangu mbele zako Bwana, ufungue tumbo zao. Mwaka ujao wakati kama huu washike mtoto kwa mikono yao katika jina la Yesu. Na ninaomba ya kwamba Bwana, utasa ukiondoka watakusifu. Na zaidi ya hiyo Baba, naomba ya kwamba nguvu zote zimeshika eneo hii sasa sianguke katika jina la Yesu. Mamlaka yote imezuia watu kuokoka area hii yote na iangusha leo katika jina la Yesu. Mamlaka yote imezuia vijana wa area hii ikafanya wawe walevi, wao wanatumia vitu nyingi, nimeikemea katika jina la Yesu. Na inaomba area hii itoke watu wakubwa, maana tumekuja hapa Bwana. Area hii itoke viongozi, hawa vijana wabariki wawe viongozi nchini, wawe watu wakubwa nchini. Na tunaomba hata wahubiri wakubwa watoke eneo hii yote Baba. Tunaomba ya kwamba wengine umepatia mashamba makubwa, wakubwa alikuyatoa yajengwe nyumba ya Mungu ndio watu wabadilike. Na inaomba Bwana ya kwamba katika kila jambo utatukuzwa kwa jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Mzee mmoja amesema ataokoka. Haya, muombe. Nani mwingine anasema ataokoka? Na sasa ningeomba family karibia hapa tuweze kuiombea, family yote ya Mwikali, family yote ya Frederick. Kujeni hapa niweze kuwaombea. Tukisha waombea tutatoa sadaka kwa Bwana, na hivyo ndivyo tutamaliza ibada yetu. Tafadhali kujeni watu wa family. We know that it is a hard time, but Biblia inatuambia kwamba Mungu anajua kuwaokoa watu wake kwenye majaribu. Hii majaribu ya kifo ndio majaribu makubwa zaidi dunia hii. Hata Mungu mwenyewe alipoona mtoto wake anaenda kukufa, Biblia inasema alimwacha. Na Yesu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Bwana, Bwana, mbona umeniwacha? Na ningependa kuombea. Angalieni pande hii niko. Watumishi wa Bwana wale wote mmekuja, tutasingiria hii family, na nikimaliza kuwaombea muwasalimie, muashue ya kwamba tuko pamoja na wao, wawe na nguvu ya Bwana. Na watu wa family mfuate Yesu. Mama alifuata Yesu, ndio mnaona zote tumekuja hapa. Basi nyingi zimetoka Nairobi, watu wengi nimeona Kisumu wamekuja na ndege, kwa sababu alikiri Yesu akiwa uhai. Kama angesema nakunywa pombe, mimi singekuwa hapa, lakini tulikuja kwa ajili ya Yesu. Watumishi wa Bwana tuzingire watu hawa. Tunapoomba Mungu aweze kuwabariki. Amen. Na wahubiri wa area hii, mkiona Mungu anatuleta hapa, amesikia maombi yenu na atayajibu. Kwa sababu Biblia inasema neno la Mungu kutoka nchi ya mbali ni kama maji baridi kwa moyo, nafsi iliyo na kiu. Kwa hivyo wahubiri wa hapa wako na maji moto, mimi mgeni ndio niko na maji baridi. Na wao wakikuja Nairobi ndio wanalete baridi, mimi niko na moto Nairobi. Na maji baridi ni inasaidia watu walio na kiu.
na mimi na imani ya kwamba neno la Mungu limeshikwa na watu wamelishika, na kwa hivyo tunataka tuwaombee family. Kwa nini tunaombea family wakati kama huu? Kwa sababu kifo ni cha shetani, si ya Mungu. Isipokuwa na watu wanasema ni ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba the power of death is in the hands of the devil. Yeye ndiye anaua watu wote, na kila mtu, hata Musa alikutana na devil wakati alikufa. Ni kweli ama si kweli? Na wewe uko na appointment na devil siku moja, lazima mtakutana. Ukimaliza muda wako hapa, ile kitu itafanya umweze ni damu ya Yesu na ushuhuda wa mdomo yako. Mwambie shetani, nikiwa hai nilikukataa, na sasa nimeondoka kwa mwili, nimekukataa, na ataondoka uende mbinguni kule tumeitwa na Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo na nyinyi mshikilie imani na msifuate dunia. Msione kama dunia ni mzuri, msiifuate. Vijana, msifuate dunia, si mzuri, inauma kama nyoka. Na tunawaombea ndio usiku mkilala msianze kuona ndoto nyingi za mama akikuja ati kuongea na nyinyi. Tunaomba ya kwamba mlango huu umefunguka wa kifo ufungike kabisa, usifunguke tena kutusisikie ati tunakuja boma hii kwa kifo kingine. Hiyo tumtaomba isitendeke katika jina la Yesu. Na tunawaombea kwamba muishi miaka yenu yote, hiyo ilikuwa yake. Na unaona mama yake yule ameitanishwa na yeye haja kufa, si yako hai bado. Kwa hivyo kila mtu na miaka yake, hiyo ilikuwa yake, na tunashukuru Bwana kwa hiyo miaka alitupatia. Washani tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya family hii, nimeikabidhi mikononi mwako Mfalme, nikiomba ya kwamba kuanzia siku ya leo wamesimama hapa mbele zangu, watulise na jeraha la kifo ambalo wamewekwa, mshungu mkubwa ambayo wamepitia, maumivu ambayo wamepitishwa na roho hii. Naomba uponyaji wa nafsi zao katika jina la Yesu. Na inaomba Bwana Mungu katika jina la Yesu ya kwamba hawataoteshwa ndoto baya za kuona kama yule ameondoka yuko around hajaenda. Maana imeandikwa katika Biblia, mtu akishaondoka kati yetu na yeye kuna mtaro mkubwa, hawezi kuja na sisi hatuwezi kwenda mpaka wakati wetu ufike. Na kwa hivyo nawaombea utulivu katika wakati huu wa majaribu. Naombea watoto hawa ya kwamba maono na ndoto za wazazi wao zitatimia na hawataharibika na hawatapata shida dunia hii. Ninaombea Frederick ya kwamba hatapata shida dunia hii, na ya kwamba watoto wake hawatateseka wakisema ya kwamba tunateseka kwa ajili mama alienda. Ninaomba ya kwamba Bwana hakutakuwa na hiyo mateso. Na sasa naombea family hii Bwana, hata tunapoenda pale kumpumzisha dada yetu, utawapatia nguvu ya kustahimili kumwaga, kwa vile ilipangwa kutoka zamani kabla tunajamfahamu ya kwamba wakati kama huu tutakuja kumpumzisha. Na hiyo maneno alisema ya kutabiri ya kwamba atanilete hapa siku moja, bila kujua alikuwa na tabiri mwisho yake. Tunaomba ya kwamba Bwana family hii uilinde na nguvu zako, uwasimamishe na kifo isirudi tena hapa katika jina la Yesu. Kusiwe tena na premature death kwenye family hii. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sasa tunaomba watumishi wa Mungu msalimie as many family members as possible, na tuwapatie pole zetu na tuambie muwe na nguvu. Mungu awape ushindi. Baby, nisalimie. Mungu awape nguvu. Asante sana. Thank you young man. Baba, Mungu awape nguvu na wasimamie, na hii family isiwe na shida ingine. Mama, asante. Mnanisalimia nikiwa bali kama Iniro. Mimi ni Iniro. Si Iniro ndiye anasalimiwa ukiwa fiti 5. Asante. Thank you. Asante. God bless you. Nisalimie wengine wale sijasalimia. Thank you. Mungu awatulize, Mungu awalinde, na nguvu za Mungu zisiwawache, na msiletewe machozi mengine hivi karibuni. Sasa muletewe maharusi. Asante sana wazee. Mungu awabariki. Madam, asante. Sasa ninataka kufikisha hapo. Asante kwa kunisikiliza hizo dakika zote ambazo nimeongea, na nimewaletea hiyo neno kwa upendo mwingi, maana ningependa siku moja tuonane kule mbinguni tuseme ya kwamba tulishinda dunia. Maana mbinguni ni washindi. Biblia inasema nao walioshinda
Kama hautashinda hapa, mbinguni hauwezi kufika. Lazima tushinde hapa. Mungu awabariki. Asanteni sana. Amen. Tumpigie Bwana makofi mazuri kwa sababu ya ujumbe wa ajabu huwa tumepokea siku ya leo, na tunamshukuru Bwana kwa kumtumia mtumishi wake our bishop kutufikishia ujumbe kama huo pahali hapa na siku ya leo. Sasa tunataka kuweza kutatamatisha katika upande wa ibada. Ukamilifu wa ibada ni katika kutoa sadaka zetu, na kwa hivyo tutakuwa tukiwapokea wasemaji wetu our deacon deaconesses wanapotuongoza hiyo shughuli ya kuweza kuchukua sadaka. Mara tukimaliza sadaka, tutampatia yule anasimamia serikali anene kwa dakika moja, alafu tupokee vote of thanks. Kuanzia hapo tutakuwa tuko karibu huru kuendekea pale kaburini. Kwa hivyo ningeomba waibaji mtakuongoza wimbo tunapoenda kuchukua sadaka zetu, lakini wacha tuombe kwanza na Bwana awe nasi. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunasema ni asante kwa wakati huu tumepokea neno lako Bwana, na wakati umefika ambapo tutakuwa tukichukua sadaka zetu kutukipeana katika ufalme wako Bwana. Diposa hilo neno liwe ni kweli kwetu, hilo neno lifanye kazi ndani ya maisha yetu, na kwamba Mungu wa mbinguni utamulikia kila mtu amekuja kwa ibada ya siku ya leo akijua kwamba hakika neno lako lifika kwake ndiposa likambadilishe. Ni asante mfalme. Our deacon deaconess wanapoenda kwa watu, wacha neema yako iwe pamoja nao, katika jina la Kristo mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Ningeomba waibaji sasa mwelekee mtuongoze kuimba nyimbo. Tulikuwa tumeketi hivyo hivyo tu, alafu wale wanatoa na simu, kama unatumia simu yako enda kwa paybill, nikupatie paybill hiyo utakaotoa nayo. Kama unatoa na paybill utatoa na 775021. Kama unatoa na simu M-Pesa paybill 775021. Kwa Kiswahili 775021. Ikisema account hapo chini andika kwa Kiswahili sadaka, na ukipenda kwa Kiingereza weka ni offering, na itakuwa imefika. Nirudie tena, paybill number 775021. Ikiitisha account weka hapo ni sadaka, itakuonyesha Christian Foundation Fellowship, na itakuwa imefika. Basi tuendelee sasa waibaji, na Bwana awe nasi. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba kwake Yesu nasimama, maana ndiye mwamba. Njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba. Kwake Yesu nasimama, maana ndiye mwamba. Damu yake na sadaka tegemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Na nikichwa hukumuni nikivikwa haki yake, sina hofu mbele. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba.
nasimama, ndiye mwamba. O, njia yangu iwe ndefu, mawimbi nguvu zake kwake Yesu, nasimama, ndiye mwamba, ni salama. Deacon, deaconesses na wangojea bado. Wacha niombe hii sadaka alafu Reverend Charles atuweze kutuelekeza. Baba wa mbinguni, tunasema ni asante kwa hii sadaka yote ambao watu wako wametoa. Tunaitakasa katika jina la Kristo Mwokozi na kuomba kwamba ukawakumbuke watu wako. Katika jina la Kristo Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Haleluya. Ningependa tu nipeane matangazo ndiposa kusikue na kuchanganikiwa. Wakati tunatoka hapa kutakuwa na mankuli, chakula iko tayari, na familia ya Mwikali na familia ya Fred tumewatengea mahali pa kula hapa kwa boma. Alafu wengine mtakuwa mnachukua serving points, ziko 2 mahali ambapo unaweza chukulia chakula. Utachukulia chakula pale na utachukulia chakula pale, alafu unarudi kwa hema, alafu unakula polepole, itakuwa vizuri. So hapo hivyo ndio vile tumepanga. So ukiingia pale utapata kuna watu ambao kama utakuwa hauistahili pale watakurudisha. So si vyema urudishwe wakati umefika. So familia tu tuwape heshima, wataingia pale, watakulia pale. Alafu sisi wengine wote serving points ziko, kuna pale na kuna pale. Alafu ningependa nimuite baba aweze kupeana shukrani. Baba, ningekuomba nafasi hii upeane shukrani. Askofu mkuu Daktari Harrison K. Ng'ang'a na wengine wote, nataka kuchukua nafasi hii kwa salimu. Hamjambo tena? Tumechoka. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa kwa ajili ya kurudisha shukrani kwa niaba ya jamii. Shukrani zangu za kwanza ni kwa kanisa letu la CFF kule Nairobi. Kazi ambayo mmetufanyia, Mungu azidi kuwabariki sana. Shukrani nyingine ni kwa ajili ya kamati. Kamati zilikuwa 2 hapa nyumbani na kule Nairobi. Tunasema kwamba asanteni sana kwa kazi ambayo mliweza kufanya. Shukrani nyingine ni kwa sababu ya majirani wetu na kanisa letu la nyumbani, kanisa la Church of God. Mungu azidi kuwabariki kwa sababu tumekuwa hapa kila wakati tukiomba na kwa ajili ya wapendwa wetu ambao wako Nairobi. Mwisho kabisa, nataka kushukuru kila mmoja ambaye alishika katika mfuko wake kutoa chochote, hata kama hukutoa senti, lakini ulitoa maombi ama ulifika katika mji huu. Nasema kwamba Mungu wa mbinguni azidi kukubariki na tena kujazie mifuko zaidi. Kwa hivyo, kwa niaba ya familia ya Rasto Ambaisi, kwa niaba ya jamii, kwa niaba ya kanisa, tunasema Mungu awabariki. Mnaporudi tena mkumbuke kutuombea na mkumbuke pia kututembelea, na Mungu atazidi kuwabariki. Thank you very much. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Kama kuna simu yako imepotea, utaichukua kwa deacons na ukuje na pini yake. Sasa nataka tuweze kwenda pale, tunaenda kumlaza mwili wake dada yetu. Tutakuwa tukiongoza na wachungaji pamoja na askofu mkuu, tufuatwe na familia. Alafu wale wanabeba jeneza waweze kubeba wakiwa nyuma yetu tukielekea pahali pale. Sasa wanakwaya tutakuwa tukiimba tukifanya hivyo, na itakuwa ni vizuri katika jina la Kristo Mwokozi. Na muimbe nyimbo za kusifu, nyimbo za haraka. Msiimbe nyimbo ya maombolezo. Haya, tusimame zote sasa ndio tumweze kumkubalia mtumishi wa Bwana aweze kusimama tukielekea pahali pale sasa katika jina la Yesu. Watumishi wa Bwana ndio watangulia kwanza, alafu wengine tutafuata nyuma.
na itakuwa ni vizuri. Wale ambao wanabeba mwili naomba waweze kuja hapa. Kama ni ushers wanaanza tuwaje hapa.